Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba, pasipo na udongo mwingi, mara zikaota. Kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa, 100, 60, 30. Mwenye masikio na asikie. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Mbona kinyonge sana? Kristo. Ni kipindi cha baridi ambapo pia ukisema uliendekeze sana hilo baridi litakufanya hata kuitikia tumaini letu inakuwa ni ngumu. Mwambie jirani yako, changamka. Kristo. Hapo sawa. Sasa wapendwa katika Kristo, kama nilivyosema mwanzoni kwamba Dominika hii ya 15 ya mwaka A wa kanisa ni Dominika ambayo inayetualika kutafakari kwa karibu zaidi juu ya neno la Mungu, ambayo ndiyo mbegu inayopandwa katika mioyo yetu, mbegu ambayo inapaswa kuchipuka katika mioyo yetu ili basi iweze kutubadilisha na kuturekebisha, kutufanya basi tutembee kadiri ya matakwa ya Mwenyezi Mungu, kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Ni kweli tunaishi katika ulimwengu wenye changamoto nyingi, ulimwengu wenye mahangaiko mengi, ulimwengu wenye matatizo mengi, matatizo ambayo yanatunyima raha, matatizo ambayo yanatunyima muda wa kutafakari, kulisoma na kulielewa neno la Mungu ili tusaidie katika maisha yetu ya kila siku. Leo hii basi Kristo anapowafundisha wanafunzi wake juu ya mkulima aliyeenda kupanda mbegu, akifundisha juu ya neno la Mungu ambalo basi tunapaswa kulisoma katika maisha yetu, tunapaswa kulitafakari katika maisha yetu, lakini pia kuliishi katika maisha yetu ili litusaidie kutatua changamoto zetu za kila siku, litusaidie kutatua matatizo yetu ya kila siku yanatusibu katika familia zetu, katika kazi zetu, katika jamii zetu na maisha yetu kwa ujumla.
Kristo leo hii katika Injili ametumia mfano wa mpanzi ambao basi ni mfano maarufu sana. Basi Injili hii ya mpanzi imejipatia umaarufu kwa sababu kwa yenyewe imegusa maisha yetu ya kila siku. Kwa yenyewe inafundisha juu ya matatizo na shughuli zinazotusonga katika jamii zetu, ambazo zinatunyima nyakati, zinatunyima muda, zinatunyima wasaha wa kulisoma, kulitafakari na kuliishi neno la Mungu. Kristo amezungumzia juu ya aina 4 za udongo ambazo kwa leo hii tunazifananisha na mioyo yetu. Tupo watu wenye mioyo tofauti tofauti. Kwa basi, kwa mfano huu wa mpanzi, Kristo anamwalika kila mmoja wetu kuangalia moyo wake, kufanya tathmini ya maisha yake, aone katika zile aina 4 yeye yupo kwenye aina ipi, na ukishajua basi uchukue tahadhari mapema, uchukue hatua mapema za kufanya mabadiliko, ili basi kuendana na yale ambayo Mungu anapenda tuwe, kuendana na yale Kristo mwenyewe anataka tuwe katika ulimwengu huu, ili tuweze kuzaa matunda mema ya kiroho katika maisha yetu ya kila siku. Mbegu zilizoanguka njiani ambazo Kristo amesema hazikupata muda wa kuota, zilipotea kwa haraka sana kwa sababu wapita njia walizikanyaga. Hawa basi wanafananishwa na wale watu wanaolisikia neno la Mungu, lakini mioyo yao bado imefungwa. Lile neno linaingia tu masikioni, lakini haliingii moyoni, hata wakashindwa kuishi nalo. Sisi basi katika sehemu hii ya kwanza tunapaswa kujitafakari katika maisha yetu. Je, tunapofika kanisani na kusikiliza Injili, kusikiliza mafundisho, yanatusaidia katika maisha yetu? Kila mmoja jitathmini. Utakuta mara nyingi hapana, kwa sababu mara nyingi pia ukitaka kutambua hili jambo likoje, tukitoka hapa mara baada ya Dominika hii mchana, ukimkuta mtu muulize, hivi leo kanisani Injili ilikuwa inasemaje? Mtu anakuwa ashasahau kabisa. Hawa ni watu wale ambao mioyo yao imekuwa kama ule udongo wa njiani. Baada ya mbegu kupandwa, watu wanapita wanakanyaga na inakuwa inakufa kabisa. Kumbe neno la Mungu ndani yao linapotea kabisa mara baada ya kulisikia kule kanisani. Tunapaswa basi kuhakikisha tunaposikia neno la Mungu tulisikilize, liingie katika mioyo yetu na litusaidie kubadilisha maisha yetu. Kumbe jambo ni moja, tunaposikia Injili au tunaposikia mafundisho siku ya Jumapili, tuhakikishe tunafungua mioyo yetu ili haya maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu yaweze kuingia ndani ya mioyo yetu na yaweze kutubadilisha. Mwambie jirani yako, fungua moyo wako. Hili ni jambo muhimu sana, ili liweze sasa neno la Mungu liingie ndani ya mioyo yetu na liweze kutubadilisha. Kristo amesema pia kuna mbegu ilidondoka kwenye mwamba, kwa sababu mwambani sio sehemu nzuri ya mbegu kuota. Ile mbegu ilipochipuka, mizizi yake ilikosa mahali pa kujishikiza, hivyo basi ikafa. Hawa ni watu wale ambao mioyo yao kwa yenyewe haiko tayari kusikia neno la Mungu. Mioyo yao haijajengwa kukamata neno la Mungu na ili neno liweze kuota katika mioyo yao. Kwa basi neno la Mungu linapopandwa katika mioyo yao linashindwa kuota, kwa sababu tangu mwanzo mtu huyu hajaandaliwa katika imani kulisikia neno la Mungu. Tangu mwanzo mtu huyu moyo wake hauko tayari kusikia mafundisho matakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo yamsaidie katika maisha yake. Huyu moyo wake unafananishwa na mwamba, kwamba japokuwa anafundishwa lakini hana msingi wa kiimani wa kupokea yale mafundisho na kuyaishi katika maisha yake. Mara nyingi watu hawa neno la Mungu kwao si kitu. Siku 2, siku 3 linakuta limepotea kabisa. Hawa ni watu wale ambao ukifika kanisani, Injili kuhubiriwa, wanakuwa makini sana kusikia, na tena wanapokea mafundisho kwa furaha kubwa sana, anashangilia na wengine hata wanapiga vigelegele, wanasifu, lakini ndani ya mioyo yao
hawajajengwa kiasi hicho cha kupokea mafundisho haya na kuyaishi katika maisha yao. Hawa mioyo yao inafananishwa na miamba ambayo basi neno la Mungu linapandwa, lakini lina mizizi yake inashindwa mahali pa kujishikiza. Hivyo basi neno hili linapotea kabisa katika maisha yao. Sisi basi hatupaswi kufanana na watu wenye mioyo ya mtindo huu, kwa sababu basi tangu mwanzo mama kanisa alitufundisha kisawasawa katika mafundisho ya sakramenti mbalimbali tulizozipokea, ili kuandaa mioyo yetu iweze sasa kupokea neno la Mungu, na neno la Mungu liweze kuota mizizi, iweze kujishikiza vema katika mioyo yetu, na itusaidie katika maisha yetu ya kiimani. Kristo akasema mbegu nyingine zilianguka kwenye miiba, na kwa sababu ya ile miiba alizisonga zile mbegu, zikashindwa kupata muoto mzuri, zile mbegu zikashindwa kuota vizuri, zikasongwa na ile miiba, hatimaye na zenyewe pia zikafa. Hawa ni watu wale ambao kwa sababu ya shida za ulimwengu huu, kwa sababu ya matatizo ya ulimwengu huu, kwa sababu ya mahangaiko wanayopitia katika ulimwengu huu, wanajikuta siku hadi siku kadiri neno la Mungu linavyofundishwa bado haliwasaidii chochote katika maisha yao, bado haliwasaidii kubadilika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika maisha yao. Kwa basi unakuta siku hadi siku bado wanaendelea kuhangaika, japokuwa neno la Mungu linahubiriwa katika maisha yao, neno la Mungu linahubiriwa katika familia zao, hata makazini kwao, lakini bado maisha yao yako vile vile. Hawa ni watu wale, japokuwa wanafundishwa kubadilika, lakini bado mioyo yao imejaa chuki, mioyo yao imejaa wivu, mioyo yao imejaa hasira, mioyo yao imejaa kukata tamaa na kutopenda maendeleo ya watu wengine. Kumbe mambo haya yanalizongazonga neno la Mungu, mambo haya yanalitikisa neno la Mungu, hata lishindwe kuota katika maisha, lishindwe kuota katika mioyo, ili kubadilisha mitindo mibaya ya maisha yetu. Wapendwa katika Kristo, unakuta sasa kwa sababu tu ya ulimwengu wa sasa jinsi ulivyo, tunabanwa au tunakuta tunajikita zaidi kwenye mambo ya ulimwengu hata kumsahau Mwenyezi Mungu. Ndivyo basi leo hii Kristo kwa maneno haya matakatifu kwenye Injili anatutaka kila mmoja jitathmini kwenye hizi aina tatu za mwanzo za udongo. Wewe uko upande upi? Wewe uko sehemu gani? Ndio wakati sasa wa kufanya mabadiliko, wakati sasa wa kumrudia Mwenyezi Mungu, ili hizo chuki zinazolizonga neno la Mungu katika moyo wako zitoweke. Huo wivu unaolizonga neno la Mungu katika moyo wako utoke. Hizo hasira zinazokufanya ushindwe kulisikia neno la Mungu na kuliishi katika maisha yako zitoke, ili basi neno la Mungu unapolisikia liweze kukusaidia katika maisha yako, uweze kuishi na ufanye mabadiliko ya kweli, hatimaye basi uweze kuishi maisha yale ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ili haya yote yakamilike au yatimie katika maisha yako, ili moyo wako ubadilike, ili uweze kuishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, lazima moja, kupokea masakramenti ambayo ndiyo yatakufanya moyo wako uwe safi, kushiriki maadhimisho matakatifu ambayo ndiyo yatauandaa moyo wako kikamilifu uweze kupokea neno la Mungu. Lakini tatu, kufanya toba ya kweli ambayo ndiyo itaondoa vizuizi vyote ndani ya moyo wako, na hatimaye basi neno, mbegu ya Mwenyezi Mungu itakapopandwa katika moyo wako iweze kuota sana. Mwambie jirani yako, fanya toba ya kweli. Kumbe maneno haya ya Mwenyezi Mungu tuliyosikia kwenye somo la Injili ndio basi yanakamilisha yale aliyosema nabii Isaya kwenye somo la kwanza. Mara baada ya Wanaisraeli kuwa utumwani kule Babeli, waliambiwa mara nyingi kwamba Mungu atawaokoa, mtarudi katika nchi yenu ile ya ahadi aliyoahidia tangu mwanzo. Wakakuta ahadi hii mbona haifiki? Wanaisraeli katika matumaini yale wakaenda sasa kukata tamaa taratibu. Tangu mwanzo tunaambiwa kwamba Mungu atakuja kutuokoa, lakini mpaka leo hakuna kitu. Ndivyo basi Mwenyezi Mungu anamtuma nabii Isaya, kama tulivyosikia kwenye somo la mwanzo, anawapa nguvu, anawapa matumaini wana Israeli kwamba kama vile mvua inyeshavyo na inachipusha majani au mimea katika ardhi, ndivyo basi neno la Mungu litakavyochipusha matumaini, litakavyochipusha imani katika mioyo yenu.
basi wana wa Israeli wanapewa moyo, wanapewa nguvu, wanapewa matumaini ya kumrudia tena Mwenyezi Mungu, ili basi ahadi ile iweze kutimia katika maisha yao. Na somo hili la kwanza linatualika kutafakari katika maisha yetu. Mara ngapi umemwomba Mwenyezi Mungu lakini unajikuta ufanikiwi? Mara ngapi umejiweka miguuni pa Yesu kuomba maongozi yake, lakini unajikuta ufanikiwi? Katika nyakati hizi zote ambazo zinatukatisha tamaa na kuturudisha nyuma, ndipo tunapaswa kutambua kwamba Mungu anaruhusu ili kupima imani yako. Mungu anaruhusu mambo mabaya yatokee katika maisha yako ili kuona tumaini lako kwake lipoje. Kwa basi ni katika nyakati hizi hatupaswi kukata tamaa. Haijalishi familia yako inapitia magumu kiasi gani, haijalishi kazini kwako unapitia magumu kiasi gani. Leo hii basi Mungu anakualika usimame imara katika imani, usikate tamaa hata mara moja, ili basi daima maisha yako yaongozwe na yeye mwenyewe na uweze kufikia matumaini yale unayohitaji. Mahali fulani kulikuwa na semina ya wanandoa. Yule padri aliwaambia wanandoa kila mmoja aje na mwenzi wake, na katika sehemu mbili za kanisa kama hivi aliwaambia wote wakae sehemu moja na kila mmoja akae na mwenzi wake karibu karibu. Wakakaa karibu. Baadaye akawaambia mwanaume yeyote ambaye hasumbuliwi na mke wake, ambaye mke wake hamuendeshi katika ndoa, ahamie upande wa pili. Wale wa baba wengi walifikiria sana, akasema basi tuache yule ambaye katika ndoa anasumbuliwa sana, ambaye anahangaishwa sana na mke wake, yaani kwamba mke wake akisema lazima ukubali, usipokubali ndani ya nyumba kuna matatizo. Wale wa baba karibuni wote wakahamia upande ule, kwamba wamekiri kwamba katika ndoa yao kuna matatizo mengi sana, wake zao wanawasumbua sana. Mbaba mmoja akabakia upande huu na mke wake. Watu wakashangaa, mbona huyu jamaa vipi hajasikia achosema padri? Baadaye bidi aulizwe, wewe kwa nini, mbona uhamii kule? Ambe mke wangu amenizuia, ameniambia nisihamie kule. Kumbe hadi pale kanisani bado mwanamke akawa na sauti kwa yule mume wake. Haya matatizo yapo sana katika maisha yetu. Kumbe mtu wa mtindo huu hata ukimletea neno la Mungu ndani ya moyo wake, kuota mizizi inakuwa ni ngumu sana. Ndio basi leo hii Kristo anatualika sisi tufanane na ile aina nne ya udongo. Tuwe udongo mzuri ambao basi mbegu ya neno la Mungu ikipandwa katika mioyo yetu iweze kuota, na sisi basi tuzae matunda ya upendo, matunda ya haki, mioyo yetu ijae amani, ijae furaha, tubadilishe jamii nzima, watu wote wamtambue Kristo, watu wote wamfuate Kristo, tutembee katika nuru ya Kristo, na hatimaye basi tuweze kufikia ule utukufu ambao kila mmoja anautamani katika maisha yake. Wapendwa katika Kristo, Mtume Paulo anatuambia katika somo la pili, haya mahangaiko unayopitia saizi, hizo shida unazozipitia saizi sio za kudumu, ni za kupita tu. Tunapaswa kuvumilia na kumtumainia Mwenyezi Mungu ili haya matatizo yanapofika yaweze kupita, na hatimaye basi tufikie ule utukufu ambao tunautamani, nasi tuishi kwa amani katika maisha yetu. Amani itawale kazini mwetu, amani itawale katika familia zetu, amani itawale katika jumuiya zetu, amani itawale katika jamii zetu, na hata watu wengine wakiona waseme kweli hawa ni Wakristo, wamefundishwa dini na wanaishi imani. Sisi basi leo hii tunapofanya tafakari ya neno hili la Mungu Jumapili ya 15 ya mwaka A wa kanisa, tumuombe Mwenyezi Mungu aibadilishe mioyo yetu iwe tayari kupokea neno lake, tulitafakari na tuliishi katika maisha yetu. Neno la Mungu libadilishe mitindo yetu mibaya ya maisha, tuishi kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu, na hatimaye basi tuweze kufikia ule utukufu tunaotamani katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.